Watumiaji wa mahakama mjini Thika wamekiri utatuzi mbadala wa mizozo, kazi ya pamoja na uongozi thabiti kwa mabadiliko ya ajabu ya mahakama ya Thika katika kipindi cha miaka minne iliyopita. Akizungumza wakati wa sherehe ya kuadhimisha mafanikio ya mahakama kwa miaka minne, mwenyekiti wa chama cha wanasheria nchini LSK sura ya Thika Daniel Gachau alisema kupitishwa kwa mbinu mbadala ya upatanishi kumeboresha kwa kiasi kikubwa upatikanaji wa haki, kupunguza mrundikano wa kesi na kurejesha amani ya umma kwa mahakama. I can say that I am personally a witness to her transformative actions which brought a transformative judiciary within Kiambu County. Before Honorable Otambo came, there was no high court in Thika, but through collaboration with the stakeholders, that is the members of Courts Committee and largely the Law Society of Kenya, we managed to have a high court in Thika, and based on that, we celebrate her tenure and her tour of duty in Thika law courts. Now we can boast and say that we have a high court in Thika, which uniquely was established mid-budget. For those who understand that, it means that once we establish an office of a high court in any region, it follows resources. And when you're establishing that office of a high court without a budget, it means it will be more difficult. So she had to share her budget with the new high court, and therefore that is one of the biggest contributions I can say her tour of duty in Thika has held. Aidha, Gachau alibainisha kuwa mabadiliko hayo yalitokana na ushirikiano wa karibu kati ya mahakama, mawakili, wafanyikazi wa mahakama na wahusika wengine wa sekta ya haki, akielezea kuwa mahakama za sheria za Thika kama kielelezo cha jinsi kazi ya pamoja inaweza kuimarisha utoaji huduma. And Stella Atambo made it clear, an open door policy, ideas are welcome to understand. What does that mean for every other person? Is that whenever we are sitting to discuss issues of justice, we are not taking a position. We are not coming up to say that we are going to be determining an issue because of my interests. Honorable Atambo made it clear that whenever we sit to discuss justice, there is no one is going to lose. We are looking for a win-win situation so that we can guarantee justice to the ordinary citizen who is deserving and who is interested. Tukio hilo pia liliongezeka maradufu kama hafla ya kumwaga hakimu mkuu wa Thika Stella Atambo, ambaye amehamishwa hadi mahakama ya Kibera baada ya kuhudumu Thika kwa miaka minne. Wazungumzaji kwa kauli moja walimtaja Atambo kama dereva anayeongoza kwa ajenda ya mageuzi ya mahakama, huku mwenyekiti wa jumuiya ya wafanyabiashara wa Thika Alfred Wanyoike akibainisha kuwa mahakama ilikuwa imejawa na ufisadi hapo awali, huku mashirika na madalali wa mahakama wakipiga kambi ndani ya majengo ili kuwalaghai umma ambao hawajashughulikiwa. Aliongeza kuwa Atambo alichukua jukumu muhimu katika kusimamia utekelezwaji kamili wa mahakama ya madai ndogo, huku akiweka sajili ya mahakama kidijitali na mifumo inayoimarishwa ambayo imeongeza uwazi na ufanisi. Wanyoike pia alibainisha kuwa uongozi wake ulichangia juhudi zinazolenga kukomesha pombe haramu katika eneo hilo kupitia uamuzi wa haraka na wa haki wa kesi. Tangu Madam Atambo akuje Thika, hiyo koti ilikuwa ni den ya brokers, walikuwa wanajau kwa wanahangaisha watu. Alikuja akamaliza hiyo, amemaliza maneno ya hongo, amemaliza maneno ya watu wale walikuwa nyanyaswa watu mashamba, amemaliza hiyo, amemaliza mambo ya pombe haramu, ametumalizia hapa, na pia ametuletea small claims court ambaye wanabiashara wanaifurahia sana, kwa sababu mbeleni hakukuwa na hiyo koti. Kwa hivi watu walikuwa wanahangaisha mtu akiwa na deni, so hiyo small claims court imesaidia sana wanabiashara kutatua maneno kisheria na bila kugombana ama bila kupigana. So ndio tukaona sisi kama wananchi wa Thika, vile muda wake umeisha kuwa Thika na amepelekwa mahali pengine, tumuage kwa sherehe, ili nao hata wale wanakuja wajue wakifanya kazi yao vizuri, wakiwa kwa haki bila mapendeleo,
bado hata wao watafanyiwa mambo mazuri na wananchi. Afisa msimamizi wa gereza la Thika Hassan Wako alisema uongozi wa Atambo umechangia pakubwa kupunguza msongamano wa wafungwa katika gereza la Thika, akitaja kujitolea kwake katika uondoaji wa haraka wa kesi, matumizi ya hukumu zisizo na kifungo inapofaa na uratibu watendaji wengine wa haki. She has been of help to us whenever we appear before them in CUC meeting, presenting our issues as a prison department in terms of congestion, decongestion of prisons, in terms of review of the bond terms and bails for inmates, so that we reduce the number of those inmates in custody to the standard that is required of our facility. One of the legacy that Madam Atambo has left in Thika is that she tied issue of justice with humanity and compassion. She's one of the magistrates who everybody who appear before her, any court users, any client who appear before her is comfortable with. So because of that, she has gained a lot of admiration and recognition in the Thika fraternity. One of the court which I can confidently say that the prisoners have no issue with is the Thika Law Court. Whenever she visits the prison, prisoners are fond of her. They are happy whenever she comes for the court cases, prison court missions. Imprisonment should be as a punishment of last resort. Before the imprisonment is meted on any convicts, any offender, then other alternative to imprisonment must be exhausted, which is provided in our law books. Alipokuwa akiaga, washikadau walimtakia hakimu Atambo kila laheri katika chapisho lake jipya, wakielezea imani kwamba mifumo na utamaduni inayosaidia kuweka katika mahakama za sheria za Thika ungedumishwa kwa manufaa ya umma. And we can only wish her good luck as she transits to a new station, and we can say that though she has left, we are sad to see her go, but we know that whoever comes is also equally competent to continue with her legacy. Akiongezea wakati wa kuaga kwake, Atambo alisema kukumbatia mbinu mbadala utatuzi wa mizozo ilikuwa muhimu kwa mafanikio yaliyopatikana katika kipindi chake cha miaka 4, akibainisha kuwa upatanishi umesaidia kutatua mizozo nyeti kwa njia ya amani, huku akipunguza mrindikano wa kesi katika mahakama. We are among the top 10 courts that also have the highest case registration rate. So all this has been achieved by having a good team behind me. It's not just me. As the team leader, I've had a very good team behind me, and I take this chance to thank them for the synergy, the positivity, the team spirit, and I look forward to getting the same or creating the same synergy when I report at Kibra Law Courts. To my seniors, the judges at the station, my colleagues, the judicial officers at the station, I just want to pray that the unity that we had, the positive energy that we had, the teamwork that we had will go on, because Thika is a big court and it's a very busy court and it serves a diverse community. It's actually a metropolitan community, and being an industrial town, it's a very busy court. I'll tell them that teamwork goes very far, and it has seen us this far. I am very proud. I leave Thika with my head held up high because of all the achievements that we were able to make a reality. Alitaja kisa cha kipekee kilichohusisha wajane wawili wa bilionea wa Juja ambaye walikuwa wamezuiliwa katika mzozo wa muda mrefu kuhusu mahali ambapo mume wao aliyekufa alipaswa kuzikwa. Badala ya kuruhusu kesi hiyo kuendelea katika kesi ya wapinzani, Atambo alisema alitumia busara ya kanuni za upatanishi kufikia uamuzi wa Solomoni, akielezea kwamba marehemu azikwe kwenye uzio unaotenganisha nyumba za wake hao wawili. Kulingana na Atambo, uamuzi huo ulirejesha amani katika familia na ulionyesha uwezo wa patanishi mbadala katika kusuluhisha mizozo mikubwa ya kihisia na kudhibitisha imani yake kwamba haki inatolewa vyema wakati umoja, mazungumzo na ushirikiano vinapopewa kipaumbele. There was a case I did of a gentleman, a deceased whose 2 wives, now I can talk about it because it's done, whose 2 wives were battling over the body, and they brought the case to court. And it took us about 4 to 5 days for them to agree amicably
Because as a court, I felt they are both wives. They both acknowledge their wives. The 13 children all acknowledged the children of the deceased. The only issue was where to bury the accused, the deceased, so that then the family, each member of the family would get access to the grave at the point and as when they needed to. So that for me was the highlight of my career as a magistrate, because I was able to make a family that had wrangles and that had not spoken to each other for 2 years, for years and years, in the process of fighting over the body of their beloved, the father or the patriarch. I was able to actually make them now talk to each other because they were able to organize a burial together. They were able to bury him at a central place. I wouldn't know what has happened since then, but that was the highlight of my career. Nikiripotia runinga KJ Live kutoka majengo ya mahakama ya Thika katika Kiambu County, jina langu ni James Koipatek.